Fungo la damu, binadamu wana utu. Fungo la damu, binadamu wana imani. Wapi na mabegi sasa? Nenda shuleni mume wangu. Shule ni wapi? Shule ya mama mdogo. Hivyo jana tumezungumzaje? Una akili jana tumeongea nini ndani? Nimekuelewa mume wangu, lakini mume wangu shuleni zangu kila siku shuleni wenzangu wanakuja kwenye shughuli zangu. Mimi kwa nini tena kwenye shughuli zangu? Wewe sikiliza nikwambie. Mimi nawe aliyeomoa mwenzie nani ndani? Akili ninazo, lakini wenzangu mimi mpaka sare nimekaa. Sasa wewe ingiza begi ndani. Rudi ingiza begi lako ndani. Mimi naenda. Mimi shuleni naenda. Rudisha mabegi. Nimekuita mahali hapa tuweze kuongea anko. Sasa anko, nimekaa na wewe kipindi kirefu sana. Toka dada yangu alipofariki. Ni muda umepita anko. Hivi cheki unavyozidi kukua anko. Unavyozidi kunawiri, unapendeza anko. Na katika hii nyumba anko tunaishi watu wawili. Hivi kwa mfano majirani anko wanatuchukuliaje wakiona kwamba mtu wa kike na wa kiume wanaishi wawili katika nyumba? Sio wote wanajua kwamba huyu ni anko wangu. Anko, toka dada yangu alipofariki nimepitia mingi. Anko, hata ikitokea nikakutuma dukani, fanya uwepesi rudi nyumbani. Ili jijengee mazingira yako hata ya kesho kwamba anko unaweza ukapata mchumba ambaye sasa yuko tayari kuoa. Mimi mwenyewe katika nafsi yangu nitafurahi sana anko endapo pale utapata mchumba ambaye kweli ambaye anataka kuoa. Nimepitia mambo mengi sana anko. Kulea toka dada alipofariki akiwa katika tabu sana mpaka umefika hapa umri huu, na mimi nataka nione katika macho yangu mawili ukiolewa. Umenielewa? Lakini yangu sawa anko, nimekuelewa. Naomba uzingatie maneno yangu niliyokuambia. Kafanyie kazi. Sawa. Nashukuru, mimi na kazi nyingine. Sawa. Mazingira muhimu anko. Kabisa? Kabisa anko. Ila anko, Niambie anko. kuna ugeni kesho nakuja kwa ajili yako anko. Ugeni? Ndio anko. Ugeni wa heri kweli anko wangu. Anko, ondoa hofu, ugeni wa heri. Sema nini? Kesho naomba usitoke. Ugeni kwa ajili yako, unajijengea maisha mazuri hapo mbele. Sawa anko. Tuko sawa lakini? Ndio anko wangu. Nitashukuru sana anko. Sawa anko. Haina shida. Haya, huo ugeni uwe wa heri lakini. Sawa anko. Jirani zangu wa siku, na jembe saizi unaelekea wapi? Salama tu, naenda hapo shamba kuchimba vijiogo nikawachemshole watoto. Nilijua ndo kiangazi saizi na jembe hili unaenda na kiangazi wakati mvua hakuna. Kiangazi najua hili niende shamba kulima. Sio kweli. Hapa kijijini kwetu hata sipaelewi. Mabinti zetu rafiki yangu. Na binti yangu hapa ananiambia bwana usichana wake umetolewa kabla hata hajakutana na mwanaume. Najiuliza mimi hili jambo linatokea wapi? Sielewi. Umetolewa usichana wake? Nilizani tu ni mimi. Hata mimi binti yangu jana ameniambia hivyo. Lakini sasa nikamua tu nimezee kwa sababu naona aibu. Kumbe na wewe? Sasa hapa rafiki yangu ni jambo tusilifumbie macho. Kwa kweli tulipeleke kwenye sheria. Yaani sio kwenye sheria tu. Maana kwenye sheria wakija watamuona nani? Hapa twende tuta kwa mganga, kwa kanisani, msikitini hivyo yani. Shoga yangu nikwambia hapa basi wewe chukua jembe na mimi nikaeke hivi. Fungo la damu, binadamu wana utu. Fungo la damu, binadamu wana imani. Ndio ule ugeni ambao nilikuwa naongea kwamba sitakuwa nao. Anko, hiki ndio kikao ambacho nilikuwa nakwambia tutakuwa nacho kwa siku ya leo. Dada, unaonaje sasa ugeni? Wageni nimewaona. Ndio.
Hakuna tatizo. Nilikuwa nataka nimtambulishe Mr. huyu hapa. Huyu Mr. anataka kuja kutoa posa kwa ajili ya kumuoa. Sawa. Kama mwenyewe ataridhia, hilo jambo la heri. Anko, unasemaje sasa katika hichi kikao? Hivi anko, umefikiria nini? Umechukua vigezo gani mpaka kufikia hatua ya posa anko? Anko, mimi sipo tayari kuolewa na huyu msanii. Kwa nataka uharibu kikao. Hey, Mima! Hebu rudi huko. Tumita na vitu nini mtoto? Kaka. Vipi tena? Unajua nikwambia kitu brother? Kila jambo upangwa na Mwenyezi Mungu. Sio na vizuri. Uwezi jua Mwenyezi Mungu amekuepusha nini kwa yule dada. Kwa hiyo kukifanya, ondoa wasiwasi, ondoa mawazo. Si unaniamini mdogo wako ndio maana umetoka mjini umekuja kijijini kwa ajili ya kutafuta mwanamke ambaye mzuri. Mdogo wako unaniamini mimi? Mimi nakuamini mdogo wangu. Sasa kwenye hilo naomba ondoa shaka. Hapa kijijini kuna wanawake kibao, tena ni warembo wazuri kushinda hata hivi. Nilikupeleka kule pale kwa sababu ule mjomba tunaheshimiana naye sana. Na ule mjomba kuna siku aliniambia kwamba bwana hapa na mpango kwa moja kwa siku tatu. Ndio maana brother unaniambia vile niko na moja kwa moja. Twende paka ule mjomba. Kwa hiyo ukifanya mimi hapa nimekumbuka. Kuna mzee mmoja yuko bondeni hapo. Mzee nani? Ina kidogo limenitoka. Kuna mzee mmoja yuko bondeni tu hapo. Ana watoto wazuri mno. Manake mimi unajue siwezi kukumbuka wazee wote walikuwa katika hiki kijiji. Na kweli miaka mingi, muda mrefu sana. Miaka mingi sana kweli kukumbuka. Kuna mtoto mmoja ni mzuri, tena mzuri hasa na imani nikikutanisha naye. Wewe mwenyewe utampenda. Ni mtu wa dini, havai mavazi ya ovyo ovyo, anavaa mavazi yenye heshima, ni mzuri. Yaani uzuri wote anao. Anachokiona mimi labda nikukutanishe naye, alafu tujaribu kuongea naye vizuri kwa utaratibu. Na imani atatuelewa. Unaonaje? Hilo mdogo wangu upo sawa. Kwa sababu yani mimi nisipopata kitu hicho, nadhani hata nikirudi mjini nilikotoka, nitarudi nikiwa mnyonge sana. Cha kufanya, wewe hebu malizia hizo hatua ulizozibakisha kwa sababu mimi naamini kila jambo lina wakati wake. Ni kweli kabisa. Maana Mungu anaweza akapanga. Japokuwa wewe mwanadamu umepanga, Mungu ndo anayepanga zaidi. Inawezekana labda mimi nilikuwa nataka pale kwa sababu wewe ulinielekeza na mimi nikaona hii ni sehemu sahihi. Ila pengine Mungu anayo nafasi kubwa kaniwekea mimi. Kwa hiyo kikubwa hapa ni kuwa tu na uvumilivu. Kama utapovumilia mshika picha unaweza kula mbivu. Sasa basi mimi siwezi kusema maneno mengi sana. Ila kwa sababu wewe ndo unakijua hiki kijiji. Na unajua watu wengi wanaoishi katika umri na wasichana wengi wanawafahamu. Siwezi kukupinga. Japokuwa wewe ni mdogo kwangu. Mimi naamini kwangu unaweza kuwa mshenga ambaye anayefaa kabisa. Unaweza kunitafutia mtu mzuri kwa sababu mimi kikubwa kinachotakiwa mimi kule nimepata kazi mjini. Ila tofauti sasa kwamba mimi natakiwa katika ile kazi niwe na mke ndio waweze kuniajiri wale watu. Na mimi nimewaelezea kabisa wazi mimi sina mke. Kwa hiyo sasa maisha bila kazi sio maisha. Si unanielewa mdogo wangu? Kwa hiyo sasa hilo swala mimi nalishusha kwako. Sawa. Wewe usijali, wewe ongea vizuri na huyo binti, muelezee. Tutakutana kama akiweza kukubali unachomwambia, tukutane, tufanye maongezi mawili matatu. Basi itakuwa ina shida. Basi sawa kaka, bila kupoteza muda, hebu mimi ngoja kwanza nianze kulishughulikia hilo jambo. Kwa hiyo sasa hilo swala utaanza kulishughulikia sasa hivi au sasa hivi, yani leo hii kabla jua halijazama. Leo hii. Yaani nina jambo sielewi. Yaani kuna kitu kinanishangaza. Toka nianze kuwa msichana mimi. Sijawahi kukutana na mwanaume hata siku hiyo. Lakini cha ajabu msichana wangu umetoka. Yaani mpaka hata sielewi. Shoga yangu hata mimi amenitokea hayo. Wewe. Kweli shoga yangu sikufichi. Yaani nimeamka tu asubuhi na shangaa vitu hamna. Wewe acha masiala. Kweli shoga yangu ninavyokuambia. Unajua kumwambia mtu? Sijawahi, hata mzazi wangu mwenyewe ajui, nimemficha. Sielewi ndamwanziaje. Basi makubwa. Sasa hapo cha msingi. Twende tukamanga kenyeji mamangu. Tukaangalie kuna kitu gani kinachoendelea hapa katikati. Maana sielewi mpaka sielewi tena. Shoga yangu bala twende kanisani tukaombewe. Hebu nyie naye acheni umbea, tubebeni maji tuondoke. We naye, wewe si umeolewa, mambo haya yanakuhusu. Hebu tubebeni maji tuondoke, umbea tu. Fungo la damu, binadamu wana utu. Fungo la damu. Kama nilivyokuambia Nurati,
Mimi nadhani kila kitu nakielewa na brother yangu ndio huyo hapa. Brother, Nurati bwana ndio huyo hapa, ndio labda ningekwambia. Sasa hamna shaka kubwa. Mimi nashukuru kwanza kwa kufahamiana na wewe Nurati. Kwa sababu milima ndio haikutani, binadamu wanakutana. Na kingine kilichonileta kabisa katika mji huu, mimi dhumuni langu kabisa ni kuja kutafuta mke wa kuishi naye. Yaani nipate mchumba, nifunge naye ndoa, tuishi katika maisha ya milele. Katika ndoa mpaka Mungu atakapohitaji kuchukua nafsi zetu, basi hapo ndio mwisho wa maisha yetu. Unaonekana ni mtu ambaye unajiheshimu, una ustaarabu uliopitiliza. Siwezi kuona kwamba upo tofauti na vile nilivyoambiwa. Ila kwa upande wako hapo mimi ndio sijajua. Je, Nurati wewe mwenyewe hili swala umelipokeaje kwako? Mimi nimelipokea vizuri kwa sababu ulichoongea sio kitu kibaya. Na pia mimi niko nahitaji mwenza kwenye maisha yangu. Naona leo Mwenyezi Mungu amejibu maombi yangu kuniletea wewe kwenye maisha yangu. Ila kama upo serious na mimi na unataka kuwa na mimi kabisa, yani tuishi wote, mimi naomba ulete barua nyumbani. Hilo kwangu halina tatizo. Kwa sababu siwezi kupita nje ya maadili yetu katika maisha. Lazima tu nitoe barua kwenu na mwisho wa picha tuweze kufanya sherehe ya kufunga ndoa mimi na wewe. Hilo limepita. Yaani kama shida hilo tu. Fungo la damu, binadamu wana utu. Fungo la damu, binadamu wana imani. Fungo la damu, binadamu wana utu.